ambayo Allah kasema nitawaonyesha mifano kwenye anga za juu mpaka kwenye nafsi zao. Watu washika vidude vidogo vidogo mkononi, sijui MP3 nini, akajaza manyimbo yake humo, akawa kama mwenda wazimu anacheza mwenyewe peke yake. Kiplastiki kidogo kachukua, kinasema, kinaongea. Hasa wewe utamshangaje Allah kuvifanya viumbe vyake anavyotaka viongee? Mtu mbona anaweza? Aliyemuumba mtu atashindwaje? Sasa munada ni signals zinazotoka kwenye hilo baragumu, zinaenda ulimwengu mzima. Kila zinapofika zina activate hicho kinachotakiwa kuwa activated. Sasa Mtume ndo akawafahamisha munada, wito utakaotoka kwenye hilo baragumu ni signals ambazo maana yake commands zilizomo zinaamrisha hivi: ayyatuha al-'idhamu an-nakhira, ayyatuha al-juludu al-mutamazziqa, ayyatuha al-luhumu al-mutanaththira, qumu baina yaday rabbikum fi sahati al-adala. Enyi mifupa iliyovurugika, ishapotea. Hizo signals zinaenda kwenye mifupa, athari ya kilichobaki. Enyi nyama zilizotawanyika, hazipo, lakini Allah anajua ziko wapi. Enyi ngozi zilizochawanyika, rudini, musimame mbele ya Mola wenu. Leo ni siku ya uadilifu, siku ya hisabu. Mfano mmoja muhimu mzuri uko kwenye suratul Baqara, kwenye kisa cha Uzair kile, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Mfano mwingine wenye mafunzo kwenu ni wa yule mtu ambaye tumemfanya ni kielelezo na mfano hai mpaka kitakuja kiyama. Mtu mmoja, tena si kafiri, huyu ni mtu mwema wa kheri kabisa, mcha Mungu sana. Marra ala qaryatin, alipita kwenye kijiji au mji, lakini wakati huo ulikuwa ni magofu tu. Zamani ndo ulikuwa mji. Huyu bwana anasemekana alikuwa anatoka katika safari zake za ziara za kukagua ndugu na jamaa zake. Katoka kwenye mji mmoja anaenda kwenye mji mwingine. Katikati baina ya miji miwili kulikuwa kuna jiji la kihistoria lililokuwa linavuma kwa umashuhuri na biashara na utamaduni, lakini miji huhamahama. Sio kashangaa hata baada ya miaka 100 huko Dar es Salaam ikawa si jiji tena, likawa pori. Natokea la kutokea. Watu hapa palikuwa na jiji hapa la kibiashara, jiji lina watu wengi, lina hivi, lakini sasa limekuwa gofu. Ndio mambo yenyewe kama unavyoona watu wanatwangana tu sasa hivi Mashariki ya Kati hapa. Wameporomosha majengo, wamefanya hivi. Hata huko zamani vita vilikuwepo. Kwa hiyo inawezekana mahala fulani kukawa kuna mji unavuma, ni nembo ya ustaarabu, lakini baada ya miaka kadhaa ukahamwa na watu wakaimarisha miji mingine. Kwa hiyo huyu Uzairi kapita kwenye mahala kuna magofu, na anajua japo kwa kusimuliwa historia kwamba huu ulikuwa ni mji maarufu, mji wa biashara, mji wenye ustaarabu, mji wa hivi na hivi. Leo umekuwa hali kama hii, pori pameshaota miti, hayo magofu yameota miti ndani yake. Sasa huyu ndo akashangaa, anajua na uhakika, si mpingaji kwamba watu watafufuliwa,
lakini alichokiona pale kimemfanya afikiri mbali. Sema mji huu ulivyokuwa na watu wengi, unavuma kibiashara, leo uko hali kama hii. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, Allah anauhuishaje mji kama huu baada ya kutoweka kwake? Watu wake hawapo, wameshakufa. Nyumba zao ndo hivi hazikaliwi tena, nyingine zimepotea mpaka ushahidi haupo. Zile zilizokuwa imara na kubwa ndo angalau unaona kuta zilizovunjika vunjika. Kauliza si kwa kupinga huyu, kauliza kwa kustaajabu uwezo wa Allah aliyesema atawafufua waja wake wote. Ndo akajiuliza, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Allah kasema atawahuisha waliokufa. Watu wa mji huu na mji wenyewe anauhuishaje baada ya kufa kwake? Allah akataka aweke somo litakalobaki. Fa amatahu Allahu 100 amin. Huyu bwana alikuwa anasafiri peke yake, kapandia punda sio farasi, na kachukua akiba ya chakula chake njiani, chakula na kinywaji. Watu wengine wanasema alikuwa anatende na juisi yake. Sasa kafa, alikotoka kaaga, anakwenda mji mwingine, kuna jamaa zake. Alikokwenda hajafika, ikawa huyu anatafutwa, mbona hatuna mawasiliano? Kaenda hajarudi, zikakatika wiki, zikatengeneza miezi, ikaja ikatengenea miaka. Wanakufa wanaokufa, wanazaliwa wanaozaliwa. Huyu bwana naye ni maarufu, kabakia hadithi tu, katoweka kwenye mazingira ya kutatanisha, hajulikani alipo. Allah anasema kamfisha pale pale aliposhangaa, na akakaa katika hali ya ufu miaka 100. Maisha duniani yanaenda kama kawaida, miaka 100. Thumma ba'athahu, alafu Allah akamfufua. Sio kaumba Uzeri mwingine, kamfufua yule yule. Qala, baada ya kumfufua Allah akamuuliza, kam labithta, hapa unakisia umekaa muda gani? Akaangalia jua lilipo, na akili yake ina recall zile dakika za mwisho kuwa yeye anafahamu yake. Sema nimeondoka kule nyumbani asubuhi, sasa hivi itakuwa kama alasiri hivi, kwa hiyo itakuwa nimekaa siku moja mimi hapa, au haikutimia siku. Ndio labithtu yauman au ba'da yaumin, hapa itakuwa nimekaa siku moja, au haikutimia hiyo siku, nimekaa sehemu tu ya siku. Qala bal labithta 100 amin, Allah akamwambia wewe hapa umelala katika hali ya kuwa umekufa miaka 100. Miaka 100 wewe uko hapa, kafa kaoza mpaka athari zikapotea. Lakini maajabu yaliyopo, Allah akamwambia, na alijua siku atakapoamka atahitaji chakula, atakuwa na njaa sana. Akamwambia fandhur ila taamika wa sharabiki, kwanza hebu angalia chakula chako na kinywaji chako. Kama umekuja leo siku moja au baadhi ya siku, tazama chakula chako na kinywaji chako. Akatazama mikebe yake aliyowekea chakula, ipo na chakula chake ndani kiko fresh, hakijaharibika, anaweza akala. Miaka 100 kimekuwa preserved. Sasa watu wa sasa hawashangai hilo. Inapikwa chakula kikakaa mwaka, miaka 2, na mtu bado anakula, kiko vizuri. Wanzuri ila himarika, haya tizama na punda wako, kama ulipita leo hapa, punda alipomfunga hamuoni. Mandhari pale sivyo kama alivyoiona kwa mara ya mwisho kabla ya kutoka roho, pamebadilika. Punda wako yuko wapi? Hayupo punda. Akaambiwa punda wako yupo yule pale, lakini kwa sababu umekaa hapa miaka 100 wewe, na athari ya kukaa miaka 100, angalia mifupa ya punda wako. Wanzur ila al-idhami, sasa tunakwambia
iangalie hiyo mifupa ya punda wako, mfupa wa miaka 100, iangalie mifupa. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, vipi tunaiseti, tunaiunganisha, alafu tunairejeshea nyama yake juu yake. Yani tumrejeshe punda wako. Akaangalia kwa macho yake mawili, mifupa inaunganika, ikaja ile shepu ya punda, skeleton, alafu nyama zake zikaingia kwenye ule mwili, akaja punda wake yule yule na sura yake, wanatazamana yeye na punda wake. Falamma tabayyana lahu, ilipombainikia uwezo wa Allah, qala, akasema, a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, najua kwamba Allah ni muweza juu ya kila kitu. Sasa na suratu Kafu inasema baragumu likipigwa kunatoka signals, zinakuwa kama zinaamrisha, zina command. Hivyo vilivyolala kwa muda mrefu, enyi nyama mliyetawanyika, enyi mifupa iliyovurugika, enyi ngozi zilizotapanyika, simameni, rudini, musimame mbele ya Allah. Leo ni siku ya hisabu. Kwa hiyo tunarudi sisi kama hivi tulivyo, na mtu anajitambua mie ni nani. Akikabidhiwa rekodi yake atafahamu, hii ni kweli yangu mimi, haya mambo nimetenda. Kafiri huwa akili yake ndogo. Dhalika biannahum qaumun la yaqilun, wana akili kwenye mambo ya dunia yao, lakini hawataki kuzitumia akili zao ipasavyo upande wa Mola wao. Wanapinga tu. Lakini mu'min huwa anayakini kwa dalili na hoja hizi ambazo huwa zinajitokeza kwenye Qur'ani.